ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Sasa unisikie vizuri. Unapookoka, Yesu anakuchukua na kuingiza kwenye ufalme wake. Tunakwenda pamoja? Amen. Kinachofanyika, tayari anakugeuza. Huyu tena binadamu wa kawaida. Kitu kinachofanya tunajiona kama binadamu wa kawaida ni kwa sababu hatujui. Waswahili wakasema usilolijua ni kama nini? Usiku wa giza. Maana yake ni lazima ujitambue ya kwamba wewe sio binadamu wa kawaida. Mkristo aliyempokea Yesu, alipoamini tu akakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akamwambia ninakupokea na kukukabidhi nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu vitawale. Ghafla, hebu sema ghafla, hebu sema ghafla, anafanyika kuwa kiumbe kipya. Tunakwenda sawa? Amen. Maana yake sio tena binadamu wa kawaida, ni kiumbe kipya. Siku moja nikawa na mhoji mwana mmoja wa giza. Tena alikuwa rafiki yangu. Alafu najua kabisa, unajua ananiambia Mchungaji Prosper, wewe endelea na Biblia yako. Mimi ni mchawi. Kwa hiyo endelea na Biblia yako, niache na mambo yangu. Na mimi nikamwambia wala sitaanza kukukemea. Kwanza nataka urafiki uendelee. Sikukemea hata kidogo. Nikamwambia ufikiria hata kuokoka. Akaniambia sitaki hiyo biashara. Mimi ni mchawi na kama jehanamu sawa. Nikamwambia hebu niambie, watu waliookoka mnawaonaje? Akasema kama umeokoka sawa sawa, macho yako huwa ni kama moto wa miale. Yaani mtu akikutazama, jicho huwa linaonekana kama kaa la moto. Na kweli yule bwana nikakumbuka maisha yake yote nimekuwa naye, hajawahi kumtazama usoni. Amen. Haleluya. Amen. Hajawahi kumtazama usoni. Nikamwambia kivipi? Kwani hayafanani na wewe? Akasema hayafanani. Na akiacha wokovu huwa tunajua kwa sababu macho yake ule moto huwa unafifia, yanarudi kawaida. Anapozidi kuwa wa kiroho zaidi, yale macho yanazidi kuwa moto mkali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Paulo akatazama, akamwangalia mwanadamu, akamtazama aliye ndani ya Kristo Yesu. Halafu kisha Yesu akasema naye, unapokuwa ndani ya Kristo Yesu, wewe sio binadamu wa kawaida. Wewe ni kiumbe kingine. Hakionyeshi ni binadamu, hakionyeshi ni malaika. Uko katikati. Zaburi ile sura ya 4, Zaburi sura ya 8 mstari wa 4 anasema mwanadamu ni nini hata umkumbuke? Umemfanya kuwa mdogo punde kuliko Mungu. Yaani maana yake akitoka Mungu ni mwanadamu. Haleluya. Sio malaika. Akitoka Mungu anayefuata ni mwanadamu. Tunakwenda sawa? Amen. Tunakwenda sawa? Amen. Kuna mtu anasema mtumishi wa Mungu, leo unakufuru. Sio mimi. Basi Biblia ndio itakwenda kufuru. Kama ndio hivyo. Katika Zaburi ile sura ya 82. Zaburi ile sura ya 82. Nenda kasome yote, maana ni fupi sana. Kuna maneno yanasema hivi: hawafahamu, hawajui,
Zaburi ya 82 anasema hawafahamu, hawajui. Hawafahamu nini? Angalia Biblia yako. Anasema hawafahamu, hawajui. Kwanza ule mstari wa 5. Hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani, misingi ya nchi imetikisika. Unapoishi, maandiko anasema unatembea, lakini wakati unatembea misingi ya nchi inatikisika, ila wewe hujui. Tunakwenda sawa? Amen. Misingi ya umasikini inatikisika, ila wewe hujui. Amen. Misingi ya magonjwa inatikisika, ila wewe hujui. Amen. Unapotembea misingi inatikisika. Mnawakumbuka wale wenye ukoma 4? Biblia inasema wakati wanaenda kwenye jeshi la Washami, Mungu akasikizisha vile vishindo vya kwato zao, miguu yao. Maana miguu ya wakoma unajua imeshaandika, imekuwa kama kwato. Wale kule kambini wakawa wanasikia vishindo kama vishindo vya farasi. Nini maana yake? Mungu aliondoa kile kiambazi ambacho kinamfanya mwanadamu aliyemwamini Yesu akitembea misingi ya nchi inatikisika, ila yeye hajui. Hebu weka mkono kwenye fahamu zako. Hebu sema katika jina la Yesu. Siku hii ya leo, ewe ufahamu wangu, funguka sasa. Funguka sasa. Kwa jina la Yesu. Ewe ufahamu wangu uliyekuwa umefungwa, funguka sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuna kitu kikiondoka kwenye ufahamu wako, hautabaki kama jinsi ulivyo. Amen. Sisi kama umenielewa. Kuna nati ikifunguka kwenye ufahamu wako, hautabaki kama jinsi ulivyo. Amen. Wengi unaona wamefanikiwa ni kwa sababu ya fahamu zao zilifunguka wakajitambua. Haijalishi umetoka kwenye familia duni kiasi gani, ukijitambua Mungu anaweza kukupa jina katikati ya wakuu. Amen. Haijalishi umetoka kwenye familia yenye dharau kiasi gani, kwenu mlikuwa duni kiasi gani, maandiko yanasema amfanya mnyonge kutoka chini mavumbini na kumketisha na wakuu, amtoa mhitaji kutoka jalalani. Ndio kama sie tunakwenda sawa? Ndio kama sie. Sasa sikiliza Biblia inavyosema. Anasemaje? Mungu mwenyewe anasema mimi nimesema ndini miungu. Yaani wewe ni Mungu. Yeye mwenyewe anasema ya kwamba yeye ni Mungu na wewe ni miungu. Ndio maana wote tunasema Mungu wa nani? Wa miungu, Bwana wa mabwana. Hao mabwana ni wewe, mfalme wa wafalme. Hao wafalme ni wewe. Mungu wa miungu, huyo Mungu mwingine ni wewe. Amen. Usipeleke mawazo sehemu nyingine. Ndio maana huwa napenda sana kwenye maombi kutamka Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Maana yake namkumbusha mfalme, wewe ni mfalme mkuu, njoo hapa tuongee na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Mbele akasema hivi, akasema mimi nimesema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu pia, lakini mtakufa kama wanadamu. Yaani tofauti yetu sisi na Mungu mkuu, sisi tutakufa kama nani? Wanadamu. Maana anaposema tutakufa kama wanadamu, maana sisi sio binadamu. Sisi unaelewa hapa? Amen. Anasema lakini mtakufa kama wanadamu, maana yake sisi sio binadamu. Ndio maana
Hata siku ile utakapofikisha miaka zaidi ya 120, wangapi wana uhakika wa kufa karibuni hapa? Sitaki kuhubiria maiti. Wangapi wanasema tuna miaka mingi bado mbele? Haleluya, mshangilie Bwana. Anasema siku ile ikifika utakufa kama mwanadamu afavyo. Lakini wewe sio mwanadamu. Ndio maana hata mazishi yako yanatakiwa yawe mazishi ya kifalme. Amen. Tunakwenda pamoja? Amen. Kataa kuzikwa na jeneza la Cyprus. Amen. Wote ni dharau kuzikwa na jeneza la bei ndogo. Watu wadogo huo wanazikwa. Akifa sasa hivi anazikwa leo. Alafu unajua watu wanasemaje? Tunawashukuru jamani, hatutakuwa na matanga. Watu wakuu huwa hawazikwi baada ya siku mbili. Huwa wakati mwingine msiba unachukua mwezi mzima. Unajua kwa nini? Wakitaka kuzika, wanasema kuna fulani kapiga simu anatoka Marekani amesema tumsubiri. Akitaka kuzikwa, wasema kamati imekaa amesema jeneza lilonunuliwa ni ndogo sana, kuna jeneza limeagizwa Uswisi. Kwa jirani yako mwambie kwa nini usiwe wewe? Mwambie kwa nini usiwe wewe? Mwambie